Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Leo nina furaha kubwa kuwepo mahali hapa na mwimbaji wetu wa kimataifa Neema Kayuni. Tunafurahi kuwepo na Neema hapa ambao ametoa nyimbo zake, nasema kwamba injili nini? Injili ni moto usiozimika. Injili ni moto usiozimika. Amen. Na pia pamoja na injili ni moto usiozimika, binti yetu Neema ametoa movie yake inasema nguvu ya matamko. Kwa hiyo nataka niongee na Neema aniambie nini msemo ule nguvu ya matamko. Neema Kayuni, niambie nini maana ya nguvu ya matamko. Amen. Namshukuru Mungu ambaye anaendelea kuongea na mimi Roho Mtakatifu kila wakati. Mungu ni mwema. Nina wimbo wangu ambao unaitwa Kuzaliwa kwa Bwana Yesu. Nguvu ya matamko ni movie ambayo imezungumzia sana maisha yangu na story ya maisha yangu, na mimi mwenyewe niliipenda, ndio maana nikaitoa hiyo movie. Na mimi nilipata neema ya kuhadisiwa kipindi ambapo nilikuwa nasikiliza wimbo unaoitwa Kuzaliwa kwa Bwana Yesu. Mamangu mzazi alinisikiliza akasema, mwanangu, huu wimbo umeutunga wewe? Nikamwambia mama ndio. Aliniuliza karibu mara 3, akaniambia umeimba maisha yako pasipo wewe kujua. Hebu lete kisa hicho sasa nikisikie vizuri na msikilizaji pia akisikie. Akaniambia wakati wana na baba wakapata neema ya mtoto wa kwanza. Wakati dada yangu yuko mchanga, mama akawa anajisikia vibaya. Baba akampeleka hospitali. Yuko hospitali wakampima vipimo, wakaona kwamba hana ugonjwa wote. Ndipo daktari akashauri apime kipimo cha wamama, kipimo cha ujauzito. Amen. Ndio. Waliposubiri wakapata majibu kwamba ana ujauzito. Mama akawa ni mjamzito. Amen. Lakini akashauri kwa sababu mtoto ni mchanga apewe dawa ile mimba kuweza kuiflash, kuitoa. Lakini sasa namshukuru Mungu, wazazi wangu toka wako vijana walikuwa na hofu ya Mungu. Walisikia wakasema asante, wakarudi nyumbani. Waliporudi nyumbani wakamwachia Mungu kwa sababu wenyewe hawakutegemea. Wakamwachia Mungu na kweli Mungu mwema, nikazaliwa mimi na Mungu aliwawezesha wazazi kazaliwa. Na ndipo wakasema, wakawa katika hali ya kutembea huku na huku. Unajua wazazi watu wakawa wanasema maneno mengi sana, huyu mtoto akizaliwa aitwe fulani, kama akiwa ni wa kike wakataja majina ya ajabu, wa kiume majina ya ajabu. Lakini mama yangu na baba samahani, majina ya ajabu maana yake kama ni wa kiume labda aitwe Shida, kama ni wa kike aitwe Musa, aitwe Tabu. Maana yake mama alikuwa anapata tabu kwenye kipindi kile cha ujauzito wako sasa. Ndio. Lakini wazazi walikataa yale, wakasema kwa jina la Yesu, huyu mtoto akizaliwa ikiwa ni wa kike ataitwa Neema na akiwa ni wa kiume ataitwa Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Kweli niliposikia ile hali ya ushuhuda ule huo, niliona hii kweli ni nguvu ya matamko. Walitamka ushindi, watashinda, na pia nimezaliwa na walishinda. Ndipo nikaita movie yangu nguvu ya matamko. Asante sana mwimbaji wa Injili. Ndugu zangu msikilizaji na mtazamaji wa movie hii, hii movie ni nzuri. Kwa hiyo ujiangalie sana unapozungumza. Maneno unayozungumza inaweza kawa hatima maisha yako. Maneno yana nguvu. Maneno yanaweza kujenga, yanaweza kuharibu. Ndio Biblia ikasema kwamba kwa maneno yako utahesabiwa haki na kwa maneno yako utahukumiwa. Kwa hiyo hebu twende tuangalie movie hii nguvu ya matamko. Kuna kitu cha kujifunza, kuna kitu cha kuelewa hapa, ili pia wewe unapokuwa na mambo yoyote usitamke mambo mabaya kwa mke wako, kwa watoto wako, kwa ndugu yako yoyote, maana maneno yana nguvu. Basi mtazamaji, ni kualike angalia movie hii, na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Ubarikiwe na Mungu akuinue. Amen. 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 Asante baba. Amen. Amen.